mzungumzaji yeyote ambaye atakuwa amezingatia vipengele vinne: matamshi, maumbo, miundo, maana, basi huyo atakuwa ameongea lugha fasaha. Sasa tuone faida za kutumia lugha fasaha ni zipi. Mtu anayetumia lugha fasaha, kwanza, anaipa lugha hadhi. Lugha kama inaongewa ovyo ovyo, wasikilizaji wataidharau, wataichukia, hawataipenda. Lakini pia mzungumzaji anayetumia lugha fasaha anadumisha kaida za lugha. Kaida ni ile desturi au mila katika lugha. Tuna utaratibu wetu. Haiwezekani mtumishi wa Mungu ama shehe akaenda msikitini au kanisani kwake akaanza kuongea habari zenu waumini au akasema ni yaji wa waumini. Haiwezekani. Ni lazima azingatie zile kanuni, mila zinazotumika katika nyumba za ibada. Ni lazima. Hawezi kumuita mtume ama Yesu Kristo akasema mshikaji Yesu vipi? Haiwezekani. Kwa sababu lazima azingatie ufasaha wa lugha. Kwa hiyo tunasema inadumisha kaida za lugha. Lakini pia mawasiliano hukamilika. Usipozingatia lugha fasaha, basi mawasiliano yatakuwa yamekatika. Kwa nini nasema? Kwa sababu utakuwa umekiuka vipengele hivi. Chukulia neno hili, tunaita neno hili rambirambi. Hili linajulikana kama litakuwa limetamkwa hivi. Lakini kama litakuwa limeandikwa, mtu akaandika hivi, mbari mibra, herufi ni hizo, lakini je, zinaleta utaarifa? Zinapotosha. Kwa hiyo tayari utakuwa umeshindwa. Kwa hiyo mawasiliano hayatakamilika. Kwa hiyo ndio sema mtu akitumia lugha fasaha anasaidia kukamilika kwa mawasiliano, na pia ujumbe utafika kama ilivyokusudiwa, kwa sababu lengo la kuwasiliana kama nilivyosema ni kupeana taarifa baina ya mzungumzaji na msikilizaji, ama mwandishi na msomaji katika lugha ya mazungumzo. Sasa tuangalie madhara ama hasara za kutotumia lugha fasaha. Kwanza, kukata mawasiliano. Ukimsikia Mjaluo anaongea, wewe mitu ya wapi? Hapana kojoa Kiswahili mzuri. Sasa mimi naye sikiliza, simuelewi, sitamuelewa, nitabaki na shangaa. Mtu anaweza kukojoa Kiswahili, lakini kumbe alikusudia kusema kujua Kiswahili. Kwa hiyo tayari hapa amekata mawasiliano. Kwa maana hiyo asitegemee mrejesho, siwezi kumjibu kwa sababu sijamuelewa. Madhara mengine ni kushusha hadhi ya lugha. Lugha ambayo haiongewi kwa ufasaha huwa inadharauliwa, inapoteza hadhi, inapoteza sifa. Na hasara ya tatu, tasema hapa, hii imejirudia, kata mawasiliano, tasema husababisha kuvunjwa kwa kanuni za kisarufi. Mtu ambaye haongei lugha fasaha, basi anakuwa amekiuka kanuni za lugha. Na hapo lugha, basi hakutakuwa na mawasiliano mengine. Na hupotosha ujumbe. Ujumbe aliokusudia utakuwa haupo. Ndugu mwanafunzi, lugha kama chombo cha mawasiliano ina dhima nyingi kama nilivyoeleza, na lengo letu ni kuwasiliana. Tunawasiliana kwa njia nyingi bila kujali kama ni kwa njia ya television, kama ni kwa njia ya mnasema ujumbe mfupi au email, vyote takavyokuwa. Njia ziko nyingi za kuwasiliana, lakini kinachobeba ujumbe ule ni lugha. Mtu anaweza kujiuliza, je, lugha ya ishara nayo ni lugha? Ishara nayo ni lugha? Hapana. Tunaposema lugha ya ishara sio lugha kwa sababu haina sauti. Mawasiliano ya kutumia ishara sio lugha. Lugha sharti itamkwe. Maandishi yanawakilisha matamshi. Kwa hiyo lazima lugha itamkwe. Maana yake sasa iwe na vitamkwa. Ndio hizo herufi zetu au fonimu. Lazima inazo. Kutumia ishara sio lugha. Kama nilisema mwanzo, kupeana taarifa tunaweza kupeana kwa njia nyingi tu. Kama awali walikuwa nakoka moto, mtu akaona kuna moto, ajua ni kuna mwenzao, taarifa imefika ndio. Lakini sio lugha. Lugha sharti itamkwe.
na iwe na maneno. Na ndio maana sasa wanyama wanakosa lugha. Wanakosa kwa sababu sauti wanazo, lakini sauti zao hazina maneno ndani yake. Na ndio maana ng'ombe wa Dar es Salaam, ng'ombe wa Ulaya, ng'ombe wa Asia, sauti yake ni ile ile. Hata kuku sauti yake ni hiyo hiyo. Je, binadamu tuna sauti moja? Hakuna. Akija hapa Mkuria ataongea Kikuria, akija hapa Mhwa na lugha yake, akija Mzungu na lugha yake, akija Mwarabu na lugha yake. Kwa sababu sisi kila mmoja ana sauti zake. Tuna lugha zetu tofauti. Sasa kuna swali, unadhani kwa nini wanyama hawana lugha licha kuwa na sauti? Waweza kupata majibu kwa kufuatilia kipindi hiki. Ni nini matokeo ya kuwasiliana? Kama umesikiliza mwanzo wa kipindi hiki, basi utakuwa umeelewa matokeo ya kuwasiliana. Ndugu mwanafunzi, mada yetu ya leo ni mawasiliano, ikiwa mada kuu ambayo nimeelezea kuhusu mawasiliano kabla na baada ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, jinsi babu zetu walivyokuwa na wasiliana, na mpaka leo sisi ambao tunawasiliana kutokana na maendeleo tuliyoyafikia. Ziko njia mbalimbali. Hili ninavyosema simu ni vyombo tu vya kurahisishia mawasiliano, lakini chombo kikubwa ni lugha. Kwa sababu unachokituma kwenye simu yako janja ni lugha. Unapomsalimia mwenzako, unapompa taarifa, unaposema hai, ni neno, lakini ujumbe huu umebebwa na chombo gani? Umebebwa na simu. Hata kama ni kompyuta, bado unachokiweka mle ni lugha. Kwa hiyo tutabaki utakutana maswali mbalimbali, chombo kikuu cha maswali pengine ni simu. Hapana. Hizo ni media tu, au ni njia mbalimbali za kubebea ujumbe kwa njia nyepesi na haraka zaidi. Lakini kibebeo ama mfuko mkubwa unaobeba vyote ni lugha. Kwa hiyo ndugu mwanafunzi, ukae kujua kwamba lugha ndicho chombo kikuu cha mawasiliano, na maana ya lugha imeelezwa vizuri, na mambo yanayopatikana katika maana ya lugha ni hayo, na uyazingatie. Na kwa nini lugha? Tumesema faida za lugha zimeonyeshwa hapa. Ndugu mwanafunzi, naomba nitumie nafasi hii kukushukuru kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha kwanza, na nikukaribishe tena katika kipindi kinachofuata. Asante sana na karibu.